Mchukua. Sasa maisha gani? Mzee tutesa kijijini hapa. Wamemuua. Sawa tupumzishe ndugu wetu, tumepumzisha ndugu wetu, kapumzika, hawaje kumchukua tena. Sasa huku mnampeleka wapi? Na Mwenyezi Mungu tusaidie. Tukuonyeshe hichi kwenye kijiji chetu hichi tunapata shida. Wazee wengine ningekuwa hata amri yangu mimi nawapiga panga tu. Ndugu wetu amekosea nini jamani? Vita ya kichawi. Wewe kijana, inaonesha hapa kijijini ni mgeni. Kuwa makini unakoenda. Huyu mama vipi huyo? Anamtishia 45? Oya, mimi huyu ni babu. Oya, mimi kwanza kila mtaa ananijua ukisema 32, 45. Oya we, unajua familia wewe mama? Wewe mama vipi wewe? Mzee. Mbona mzigo leo kama mbovu sana? Fanya mambo yako. Samahani, na shida na wewe mzee wangu.
Mzee, nimekusubiria sana. Naona ulikuwa kwenye kazi yako. Tuachane na kazi yako. Ila mimi nilikuwa na shida moja, unisaidie mzee wangu. Nilikuwa na shida na misukule mingine kwa ajili ya kazi ya shamba. Na hasa ningepata hasa misukule ya kike. Misukule ya kike tena? Vipi mzee? Ona kama naguna. Mwanangu, nakujua sana. Misukule ya kike wewe ya nini? Ni kwa kazi tu mzee. Hakuna kingine. Hapana mwanangu, nitakufikiria. Huyu mzee anichukulieje? Yaani ananioneje mimi? Anaona mimi mtu wa tamaa sana. Mimi nazungumzia habari za kazi, anaingiza vitu vingine. Akiingia kingi tu lakini patikani ya kike angalau. 10 na kitu huko. Mimi kazi yangu kubadilisha tu. Mara wewe njoo. Wewe sitaki leo, wewe njoo. Nataka mimi. Nataka fikirie vizuri. Na kipingana na wazo langu. Hatuwezi kuelewana. Mzee, inawezekanaje kirahisi hivi? Siwezi kutoa roho yangu kisa uongozi. Hapana mzee. Huo ni uoga. Yaani unakuwa kama vile kunguru. Unamwogopaje mtu ambaye ana mikono miwili na macho mawili kama wewe? Mwanangu, unajua yule mtu kama unavyomfahamu yule ni balaa. Hebu mambo niachie mimi. Sawa, ni balaa. Je, hata mama umwachia pia? Inauma moyo. Una huruma, umenitoboa tobo. Inanitafuna, najikuna giza totoro. Chomoa. We kijana, acha kelele. Eneo jamaa wenzako wanavunja nazi njia panda, wewe unakaa kuangalia kuloga kwenye miti. Wewe jamaa kweli wa ajabu kweli. Afu mwili wenyewe ule kijana, una kazi kuloga. Hii jamaa kweli jamaa hili. We kijana, acha kelele. Sasa wewe unanitisha mimi? Oya, mimi mwanangu 145 32 001 zote namba kwangu mimi hizo. Wewe mimi unitishi wewe. Wewe vipi bwana wewe? Wewe unajua familia? Mtoto akilia wembe mpe umkate. Kila siku, kila daily nikilala usingizi sipati, mtu ananikaba shingoni. Afu huyo mtu akinikaba shingoni. Shehe, karibu bwana. Shehe. Anakimbia kwake tena. Wengine bwana. Piskali. Kinaogopa basi. Wewe ni mgeni? Mimi mgeni. Kwa geni ndio chakula cha mazombi hao. Manake nimepita hapo mtaani. Nimeona mtu kama bonge la zombi. Yaani sijui anafuga mizimu yule, kwa nimekaa kwenye mti. Afu watu wako shamba bwana wewe. Yaani mtu anaacha kwenda kuvunja nazi ya panda patela tena anakaa kwenye mimiti bwana. Afu amenitisha, "Oya 145, mimi 62." Oya, hao wanangu wanaitwa familia wao, wewe hawajui. Hata wenyewe kijini wao hawajui. Oya mimi kwanza kanichukuliaje? Mimi tikeli, mimi kodi. Anachukuliaje mimi bwana wewe? Mtu mwenyewe alikuwa kama mimi.
Kila siku nakuogopa wewe tu, kila siku nakukimbia wewe tu. Sasa leo hii sikuogopi. Sinichukulie ngwele, mimi sio ngwele. She, umenifanyia nini she? She, naomba lungu langu she. Wewe washangaa hii? Mbona hii ndogo? Ya, she nilikuwa nacheza tu, she nilikuwa nacheka mwenzako, si unajua watoto wa kitaani humu. Wewe kijana waingia sana kwenye njia yangu. Mara ya kwanza waja nyumbani wala wali wangu kaondoka. Nikaangalia kwenye lada, nikakukuta wewe. Leo hii tunakutana njiani, wataka kunipiga na lungu mie. Si ndio? Alafu saizi wasema shehe naomba unisamee. Nisamee shehe wangu. Sasa kijana, nataka nikufanyie balaa ambalo mtaa mzima watanishangaa. Nataka nifanye nini shehe? Nataka nikuweke uchizi. Uniweke uchizi? Kama ulimsikia Ibla, si uchizi nimetoloka milembe, ndo leo sasa nakuweka uchizi mimi. Inauma moyo, una huruma, umenitoboa tobo, inanitafuna, najikuna giza totoro, sawa nguvu sina, uwezo sina, ungekuwa loyo. Mbona ghafla ndugu yangu umeniita? Bana, wakati nipo kilingeni kwenye ibada zangu, kuna dogo kaniingilia. Yule kijana bila shaka atakuwa mgeni katika kijiji hiki, ndio maana nimekuita. Hapo ndugu yangu hapo. Cha kwanza umeniona, umeniita nipo na pamba zangu za nyumbani. Ndio maana nakukubali na kuona ngali. Kilichobaki hapo kumfanyia kikao usiku saa 7. Marahaba, ndio kitu ambacho nakitaka. Sasa yule nampiga kimbora hadharani mwenyewe. Hiyo kazi niachie mimi. Na kuachia wewe kazi ndugu yangu. Hakikisha unamteketeza mazima manake. Yule mchumba kaja kwenye formula zako. Na wewe ndio wa kwanza kumuona mimi simjui. Na kuachia wewe hiyo kazi. Malizana naye yule. Yule kaya kanyaga. Katika anga zangu? Kaya kanyaga. Baba kaya kanyaga. Basi hilo limeisha. Hilo limeisha. Mimi mguu wangu, mguu wake, mguu shingo, mguu wa leo mimi namtafuta. Tukutane usiku saa 7. Naona vijana, bila shaka kutoka kuna jipya. Bila shaka mzee tumemkuta? Hayupo, mnaweza mkaeleza shida. Kwa taarifa nimezileta. Inaonekana katika kijiji hiki kuna ugeni umeingia. Huu ugeni ni wa aina gani? Nashindwa kuelewa kabisa. Wanipa mashaka, wanipa wasiwasi. Ni kijana mmoja kwa size ya kati. Anafaa kuliwa nyama na anatufaa kabisa. Bado mteke na anajiweza. Bila shaka kiufupi tunasema ameyakanyaga. Naweza kusema kwamba angekuwa ni wa kike ningemfanya msukule, lakini kwa kuwa ni wa kiume, mimi nadhani hiyo kazi nitaweza wenyewe. Na taarifa hiyo nitaifikisha. Hilo nalo wazo. Kumbe kijana una akili. Naweza mkaenda. Haya. Odi. Odi.
Kumbe ni wewe. Kama ningejua ni wewe nisingefungua mlango kabisa. Suma, kama utaendelea kunikataa nitafanya maamuzi magumu kwa sababu ya penzi lako. Nakupenda Suma. Inauma, inauma, inauma moyo. Una huruma, huruma, umenitoboa tobo. Wewe vipi? Huyu jana akaja pale nyumbani, amekimbia bila sababu za msingi. Sasa sijaelewa nini kimemkuta. Hizi bangi za mchana wa madogo. Wanavuta bangi sasa wanakuwa machizi. Sema nisio na mengi. Niachane nayo mia ya miuko. Umta una visanga sijawahi ona. Mchana ukiniona kama mwema. Usiku mwanga mimshirikina. Mbona kijana mwenyewe anaonekana mweupe kabisa? Kijana ni mwepesi sana mkuu. Yaani weupe wake kama Zuchu vile. Yule kijana Avalani ndamkalisha kwenye pembe la ng'ombe. Huyu ng'ombe alikuwa anaitwa Shikambaku. Ndamkalisha hapa kileleni mkuu. Hakika kweli una akili. Wewe una akili. Sema huyu dogo kalivanga. Huyu dogo kalivanga. Huyu dogo kalivanga. Huyu dogo kalivanga. Tutakutana usiku. Usiku wa manane. Mdogo wangu nini? Mbona kinyonge sana? Wewe acha tu mwanangu. Nini tena shida mdogo wangu? Waliosema kuwa kula kwa jasho. Nimeamini. Shida nini? Maisha ndo haya kila siku. Tunapambana, tumpata, na ndio hicho riziki yetu. Tumekosa basi. Kwani shida nini mdogo wangu? Yule mdogo wako Msaudhi amekuwa chizi. Mdogo wangu mimi? Huyo Msaudhi amekuwa chizi. Huyo Msaudhi huyo? Msaudhi. Kaa chizi? Kawa chizi. Chizi kalogwa tena. Maana yake siku ile nilikaa pale Maombi. Mdogo alikuja pale. Kuongea naye mara katika kuongea kwake kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea, mimi nilikuwa kama anificha, mara anaingia na kutoka. Umeona? Siku ile kaja pale ananiambia, bwana tumeongea kidogo, tumeongea hapa na pale, ni mara anasema, wewe mbona mpo wawili? Mara si nini na nini? Mara si nini? Mbona unakuona upo kule na hapa? Nikamwambia vipi? Ongea mara nini? Kainuka, nikimbia. Sasa juzi kati napita zangu katika mitaa hii, mdogo ile kawa chizi. Kwa taarifa zake yeye ambaye ndio mimi skendo zake, maana yake siku ile tulikuwa naongea pale kwa shehe anahusika kwenye hilo jambo. Umeona Sasa shehe ni mhusika wa hili jambo kwa 98%. Asa huyo shehe katimba. Nikikosa kuondoka na kichwa chake au shingo yake naondoka na kiuno. Yaani kiwili kinacheza huku, hiyo shingo inatoka naye huku. Huyo shehe kakanyaga. Asa ngoni kajiandaa geto mdogo wangu. Hiyo hapa imeisha hiyo. Sema nini? Baridi. Poa. Washe. She. Halo vipi? Mbona waja nyumbani kwangu wapigia kelele kama watoloka milembe? She tulia kwanza hivyo. Ushofanya mdogo wangu ukijua huko. Waombeni. Wewe hapo wenyewe vipi? Nimemkuta sister kabla kama alikuwa kujinyonga ujue. Sister yangu mimi au? Sister yako wewe.